Mdori mwenye balaa. Sehemu ya 6. Ilipoishia, nilimfuata bosi na nilipokuwa nyuma yake nilimuona akiinusa ile chupi yangu kihisia kwa mbele. Nilijikuta naguna, maana haikuwa kawaida yangu kumuona bosi ama kutegemea kuwa bosi angefanya kitu kama kile. Nilimfuata bosi mpaka kwenye store iliyokuwa kule ndani ya duka ambayo tulitumia kuhifadhi mizigo mikubwa ya nguo. Tuliingia katika chumba kile kilichojazwa mizigo mbalimbali ya nguo kiasi cha kuwa na giza kabisa. Baada ya mimi kuingia, bosi alifunga mlango, yani tukajifungia kule, kisha akanigeukia huku aishika ile chupi yangu. Jenny, umefanya kosa, lakini umefanya kosa lingine la kunitega na chupi yako hii, aliniambia bosi huku akifungua mkanda wake, kisha akaitoa mashine yake akaniambia ninyonye. Endelea. Nilionyesha kama kukataa vile, na ndipo bosi aliponiambia kwa kosa nililofanya anaweza kunishtaki kuwa nimeingiza watu kwenye duka lake waliomuibia baada ya kufanya na mimi mapenzi, na pia akaniambia angehakikisha kwa nguvu zote nafungwa. Kauli hiyo ya bosi hasa ikanifanya niwe mpole kabisa. Nilipiga magoti nikaisika na kuanza kuinyonya taratibu na kwa madaha. Boss akapagawa mpaka akaanza kunihimiza nifanye haraka haraka huku akitoa sauti za utamu. Ilikuwa raha sana kwake, maana ilifika muda nilimchezea mpaka akakojoa, na sikutaka anikojolee mdomono, niliutoa akakojoa pembeni. Baada ya hivyo bosi alinibeba na kuniweka juu ya furushi la nguo, na kisha akaipandisha kidogo sketi yangu ikafika magotini, halafu akaingiza kichwa chake ndani ya sketi yangu. Sikujua kama bosi ni mtundu kiasi hicho, maana mara nyingi nilimuona mpole na hakuwa mtu wa maneno mengi sana. Bosi akaanza kupumulia kwa nguvu juu ya chupi yangu, ama niseme juu ya kitumbua changu kilichokuwa ndani ya chupi. Joto la ile hewa aliyopumua likanifanya nipate hisia kali sana za mapenzi, yani zikanipanda. Kisha bosi akaanza kuisogeza chupi yangu kwenye kitumbua kwa kutumia ulimi wake, huku kidevu chake chenye ndevu kikinitoboa papachu yangu na kunifanya nizidi kupagawa. Baada ya kufanikiwa kuisogeza upande mmoja chupi yangu kwa kutumia meno yake yaliyokuwa yamentekenya mpaka nikaloa, boss akaanza kukilamba kisimi changu mpaka kikadinda na kukakamaa kabisa. Bosi alininyonya kisimi asikuambie mtu. Kilichozidi kunidatisha ni kitendo cha kichwa chake kuwa ndani ya sketi yangu. Kwa hiyo alivyokuwa akipumua, basi ule upepo wote wenye joto nikawa na uhisi, basi tumbua likazidi kulowa balaa. Boss alininyonya kisimi bila haibu wala kinyaa mpaka nikaanza kulia na kupumua juu juu kama nyoka aliyekuwa akijiandaa kumshambulia chura mkubwa. Utamu ukanikolea ile mbaya, nikawa na jinyonganyonga mpaka baadhi ya mizigo ya nguo ikaanza kuanguka. Boss kuona hivyo akajitoa kwenye papuchi yangu na kunipa mdomo ile na upokea tu. Tayari pembe lake lilikuwa ndani ya kitumbua. Itaendelea.